Hii ni NMB Kinara, mkakati wa benki ya NMB katika kuendeleza juhudi zake za kuhakikisha kwamba wanawatambua na kuwaendeleza wafanyakazi wa benki ya NMB chini ya kauli mbiu NMB Kinara, tunakukubali. Podcast hii ni sehemu ya NMB Kinara na hakuna namna bora ya kuanza podcast hii kama sio kuwa na CEO Madam Ruth Laipuna. Na mbele yangu hapa, Madam, hizi kamera zinakuwa rahisi anapokuwa mtu mwingine lakini unapokuwa wewe kidogo kuna joto linakuwa kubwa. Naamini itakuwa interview nzuri. Shikamoo Madam. Marahaba. Hata mimi na stress kidogo kuhojiwa na wewe, Amani Mkaguru. Kuhojiwa na Amani Mkaguru. Na hasa baada ya kuniambia umefanya kazi kwenye media houses mbalimbali. Nimeona kwamba kumbe niko na mtaalamu. Uko na mtaalamu, lakini interview hii ni kubwa mno. Hapa ndani jina maarufu zaidi itakuwa ni mama, tofauti na jina lako wewe mwenyewe. Pamoja na vyeo, jina la mama ni maarufu zaidi. Hebu tuanze kwa wewe kutuambia kuhusu Ruth Laipuna kama mama. Asante sana. Umeanza na swali zuri sana. Hasa swali hili nadhani linagusa majukumu yangu ya kudumu. Ndio. Unajua kwenye maisha haya tuna majukumu mbalimbali. Na majukumu mengi tulio nayo yanakuwa ni ya kipindi fulani. Ya muda fulani. Ndio. Na pia unaweza ukakaimisha. Naweza nikaondoka hapa, nimeenda likizo. Ndio. Nikasema kiongozi mwingine yeyote hapa akaimu. Awe kaimu CEO. Akaimu kama CEO. Ndio. Lakini sasa ukiwa mzazi, ukiwa mama, ukiwa baba, hili ni jukumu lako la kudumu. Hakuna kaimu. Muradi umekuwa mzazi, hilo ni jukumu lako la kudumu. Ni jukumu la kudumu. Huwezi kukaimu, huwezi ukasema sasa ndio ninaenda likizo ya wiki 2. Naomba ukaimu kuwa mama. Hiyo haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Kwa hiyo ninamshukuru Mungu sana. Amenipa zawadi ya watoto. Wangapi? Watoto 4. Watoto wa kiume. Wote ni wanaume? Wote wanaume. Na sasa wote wako kwenye stage mbalimbali za maisha yao. 2 ni watu wazima sasa, wanafanya kazi zao, lakini 2 bado wako shule. Sasa umeniuliza swali la mimi kama mama. Ndio. Ninaweza kusema kwa kweli kama mama nimekuwa na an important role kuplay kwenye maisha yao, kwenye makuzi yao. Ndio. Lakini kuna msemo ambao unasema it takes a village to raise a child. Okay. Kwa maana ya kwamba malezi ya mtoto yanahitaji support ya watu wengi. Sasa kwa sisi tuliokulia vijijini, huu msemo ni hakika na halisi. Yaani wakati ule sisi ilikuwa unalelewa na kijiji. Sawa. Yaani ukijichanganya unachapwa na mzazi yeyote pale kijijini. Na hata kuwa na kesi na mzazi wako. Lakini nikitafakari na kuangalia malezi ya wakati huu, nadhani pia huu msemo unaweza ukawa bado uko relevant kwa kiasi chake. Unajua unapolea mtoto wakati huu, nina imani kuna watu wengi mnaosaidiana na wewe. Ndio. Juzi tu hapa nilikutana na kijana wetu hapa anafanya kazi HR. Nilikutana naye kwenye lifti. Namjua of course, namjua kwamba alioa na amepata mtoto. Nikamuuliza kwenye lifti, mtoto anaendeleaje? Akasema anaendelea vizuri na sasa amekuwa mkubwa, anaanza shule. Nikamwambia na miaka mingapi? Miaka 2. Sasa unaweza ukaona miaka 2 anaanza shule. Hapo ina maana ulezi huu tunaanza kusaidiwa na watu wengine, walimu. Kuna viongozi wa dini, utampeleka mtoto labda mafundisho. Lakini kuna vijana wa kazi tunaokaa nao. Tuna ndugu, jamaa na marafiki. Now hao wote wanakuwa the village that's raising a kid. Exactly. Hao wote wanakuwa ni kijiji. Na kwa maana hiyo sasa mimi nikaona kwamba hapo sasa ndio choices zinakuwa muhimu sana. Unachagua kumpeleka mtoto shule gani? Unakaa na watu wa namna gani? Kwa sababu hao wote watahusika katika malezi ya mtoto huyu. Kwa hiyo mimi kama mama, kama mzazi na pamoja na baba yao, hakika tumejitahidi sana na tunaendelea kujitahidi kuwalea hao watoto katika maadili yatakayowawezesha
kuishi vizuri ama kuishi na watu watakapokuwa watu wakubwa. Na tumeweka vipaumbele ndani sisi kama familia, na kipaumbele cha kwanza tumesema tuwafundishe watoto wamjue Mungu. Wamjue Mungu. Tunajua wakishamjua Mungu haya mengine yatafuata. Ndio kipaumbele namba moja. Lakini wamjue Mungu. Lakini tumewakazania elimu, wasome. Kwa kadri ya uwezo wetu tuwasomeshe, wasome. Lakini pia sisi tuna maadili kama familia: uadilifu, utu wema, heshima kwa watu, kuthamini watu wengine. Hakika haya ndio maadili ambayo tumekuwa tunawakazania sana kama wazazi, na tunawakumbusha kila mara, lakini pia na sisi tunajitahidi kuyaishi kwa vitendo ili waone. Sisi ni wasomaji wa Biblia na Biblia inasema mfundishe mtoto katika njia impasayo, naye hata isahau au hata iacha mpaka atakapokuwa mtu mzima. Kwa tuna imani tunapoendelea kuwakumbusha haya na wanapoendelea kuona jinsi na sisi tunavyotenda, tuna imani watayaendeleza katika maisha yao na pengine yakaja kuwasaidia katika maisha yao. Mtakumbuka kwamba mwaka uliopita nilialikwa Feza kama mgeni rasmi. Ndio. Sasa wakati huo mtoto wetu mmoja naye alikuwa na graduate. Kwa hiyo wote pale walikuwepo, boys wote na baba yao walikuwepo. Sasa mmoja Joshua akawa ananichukua video. Ndio. Wakati naendelea na speech naongea na watoto pale, sasa kwenye background akawa anaongea huko anachukua video. Akasema, yani hapa mama, hii speech hata maliza bila kuongea neno integrity. Umeona Kwa nini alisema hivyo? Nikaona kwamba kumbe yale tunayowafundisha yanaingia kichwani mwao. Integrity. Wanaona kwamba uadilifu ni kitu ambacho ninakiishi, ninakiongea kila mahali ninapopata nafasi. Ninapokuwa ninawaambia watu ama ninapokuwa ninawaasa watu. Kwa hiyo nikaona angalau haya tunayowafundisha watoto wanaendelea kuyatilia maanani. Kwa hiyo labda naweza kusema kwa kifupi, kama mama, mimi na mzazi mwenzangu, baba yao, tunawalea kwa upendo, wanajua tunawapenda, lakini hakika kichapo kipo. Nachapa madam. Wanapokosa ninachapa sana. Mimi kwanza watoto wangu wa kwanza, wa pili, wa tatu, yani tumewachapa sana. Usimnyime mtoto mapigo. Kama kawaida. Yani hayo atayakumbuka na yatamfundisha. Sawa. Huyu wa mwisho nahisi tumekuwa wazee kidogo, hajapata kichapo sana. Ila wale watatu wamepata kichapo na nadhani ni sehemu ya ulezi. Lakini niseme ninapomalizia kujibu swali lako, nadhani kuwa mama, kuwa mzazi imenisaidia sana hata katika uongozi wangu. Nimejifunza mambo mengi sana. Usikivu. Unajua mtoto anakuja unamsikiliza. Lakini nimejifunza uvumilivu na subira. Lakini nimejifunza kuangalia mambo kwa mtazamo wa uendelevu na mtazamo wa long term. Kujua kwamba tuna vizazi ambavyo tutaviacha kila mahali. Hata ninapoongea na wafanyakazi naambia tujenge hii benki ili hata vizazi na vizazi vije vifanye kazi katika benki hii, vijue walikuwepo watu walioifanyia kazi wakajenga misingi imara iliyoijenga benki ambayo imekuwa endelevu. Nikuchomekee, wakati najiandaa kufanya interview kubwa maishani, sitamtaja mtu lakini ananiambia bwana madam mpishi mzuri sana. Maneno ya kweli haya? Ninapika na kwanza nimesema kwamba mimi ninavyoanza kuzeeka hivi na Mungu akinipa uhai nitasoma mapishi tena kusomea kabisa. Sababu unajua nimekuja kugundua kwamba yani unavyoendelea kuzeeka kitu kimoja cha muhimu sana inakuwa ni afya. Sawa. Yani utatakiwa kula vizuri, wanasema kula balanced diet, kula health. Sasa bila kuwa na uelewa unaweza hata ukawa na vitu lakini uwezi kuvipika vizuri, uwezi kuviandaa vizuri. Yani nina mpango kabisa wa kwenda kusomea mapishi. Unajua generation inaposikia CEO anapika inashangaa kidogo. Hapana, ninapika na nitaenda kusomea kabisa, nimejipanga. Yani nimedhamiria. Sasa hizi values ambazo unazitaja, uadilifu, ucha Mungu, bila shaka nawe utakuwa umezifundishwa mahali. Umetaja hapo ninyi mliokulia kijijini, mlivyokuwa mnakuzwa na watu wengine. Natamani kujua values ambazo unakumbuka mama yako aliziweka kwako. Sasa unajua kuna msemo unaosema kwamba mama ni mwalimu wako wa kwanza.
Naweza kusema hakika mama yangu alikuwa mwalimu wangu wa kwanza. Kuanzia ninamuona mama, yani ninamuona mama anavyoishi, ninamuona mama anavyoishi na watu wengine, ninamuona mama anavyoshirikiana na baba kutulea, lakini nimeona kichapo na sisi tulichochapwa na mama. Umepigika? Nimechapwa hatari sana, yani ukikosa mama yetu, kwanza alikuwaga anafinya hivi, yani akifinya anaenda na kibao alafu mama yangu alikuwa yani anajicho akikuangalia hivi, hilo jicho na mimi ninalo, yani sidhani hilo jicho ninalo, yani nikikuangalia itakuwa ujue unatakiwa upite hivi. Jicho linazungumza maneno milioni. Linazungumza maneno, watoto wangu wanalijua vizuri sana. Sawa. Kwa hiyo nilijifunza mambo mengi kwa mama kwa sababu nilimuona, lakini mama yangu akusoma sana kwenye dhana ya usomi huu ambao sisi tunao. Mama yangu alisoma, aliishia darasa la 8, lakini mara zote alikuwa anatamani sana watoto wake wasome, ili kana kwamba kulipizia ile yale mambo pengine ambayo yeye aliyakosa. Alikuwa anasema alikuwa anatamani sana kuwa nesi. Kwa hiyo nadhani alikuwa anaona kwamba kama mimi nilikosa nafasi, basi watoto wangu wapate. Na ndio maana mimi nilipochaguliwa kwenda sekondari, mama yangu alifurahi sana. Sawa. Lakini mama kwa kweli alitufundisha kumjua Mungu, kumtegemea Mungu. Alitufundisha haya maadili ya uadilifu, kupenda watu, usafi. Mamangu watu walikuwa wanamjua kwa usafi. Sawa. Lakini ukarimu, mimi watu waliokuwa wanamjua mamangu, yani waliujua ukarimu wake. Na ndio maana hata watu wengi ambao hata tumefanya nao kazi hapa, walipokuwa wakipita pale kijijini, yani walikuwa wanakula kwa mama yangu. Kwa hiyo ni vitu alinifundisha, kumtegemea Mungu, maadili. Lakini hata kama unalea watoto kwa upendo, lea katika misingi na waone kwamba una misimamo, na wanapokosa wanaonywa. Ninamkumbuka sana. Mnajua mamangu alifariki mwaka 2022. Lakini kama nilivyosema, alivyokuwa anamtegemea Mungu mamangu, paka hata alipokuwa kwenye kitanda hospitali, alikuwa kila siku akisema wanaomtegemea Bwana ni kama mlima Sayuni. Kwa hiyo hivi ni vitu vingi alivyoniachia mama, na kwa kweli namshukuru Mungu kwa maisha aliyompa na kwa malezi ambayo ametupa. NMB Bank, karibu yako.